Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu tena kwa nafasi ya pekee ya wakati huu ambayo nimetamani kuzungumza nawe mtazamaji na msikilizaji unanitazama katika dakika hizi chache, katika wasaa huu ambao Mungu amekupa uhai katika channel hii ya Uhai Wangu TV. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu katika maisha yangu haya, kingali bado niko hai, kingali bado Mungu amenipa nafasi ya kuwa hai. Nitaitumia nafasi hii kueleza mambo kadhaa ili Bwana tusaidie tuweze kuondokana na changamoto zozote zinazohusiana na fikra. Changamoto kubwa ulionayo inatokana na mwitikio wa mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Yaani iko hivi, 90% ya mambo yako yanatokana na vile unavyoitikia mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Mtu mmoja aliwahi kusema, tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila mmoja anatafuta pesa, kila mmoja anatafuta hela. Sasa tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunasema pesa haijawahi ondoka kwenye dunia hii, haijawahi hata siku moja, kwa sababu huko haihitajiki kwenye staili zingine. Kwa hiyo bado iko hapa hapa. Ukiona hauna pesa mkononi mwako, usiseme pesa hakuna. Maana yake ni kwamba iko mikononi mwa mtu mwingine. Yaani fedha inaweza isiwe mikononi mwako, lakini iko mikononi mwa mtu mwingine. Kazi yako ni kujua kitu gani nifanye ili uweze kuja mikononi mwangu. Kwa hiyo tunaishi kwenye ulimwengu ambao lazima tutafute fedha, lakini lazima tujifunze mbinu mkakati ya kuweza kutafuta fedha na kuipata. Kwa kweli unaweza kutumia nguvu nyingi sana katika kutafuta matokeo ya kupata fedha. Mwishoni hiyo nguvu ikawa haina maana katika ufanikishaji wa kupata hiyo fedha. Ninatamani sana nikukaribishe katika somo linalokuja. Tutakuwa tukizungumzia sana kuhusiana na fedha. Nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Watu wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha. Changamoto iko hivi, kuwa na fedha sio dhambi. Dhambi ni kuipenda fedha. Kwa hiyo tutajifunza somo linalokuja kujifunza mikakati muhimu namna kuipata fedha bila kuathiri mahusiano yetu na Mungu wetu. Yaani iko hivi, tunaishi kwenye dunia ambayo tunatafuta fedha, lakini hiyo fedha isisababishe sisi mahusiano yetu yakaharibika na Mungu wetu. Pesa utatumia nguvu nyingi sana kutafuta fedha, matokeo yake yatakuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo utauchosha mwili na mwili utachoka sana, na mwisho wa siku huo mwili ukisha choka, kwa kweli ujiandae kufa haraka. Na moja ya vifo vingi vinavyotokea leo ni watu wanatumia nguvu nyingi sana kutafuta fedha. Mwisho wa siku zile nguvu zinachosha neva, na mwisho wa siku kifo kinakuja haraka. Swali, pesa imejificha wapi? Pesa imejificha wapi? Pesa imejificha wapi? Tutaangalia katika Biblia, katika vitabu mbalimbali, na tutaangalia sana kumhusu mwandishi mmoja anaitwa Ben Carson, na kitabu chake anasema Lenga Juu. Mungu akubariki sana, nikutakie baraka za Bwana. Kwa series ya masomo yanayokuja tutazungumzia mambo haya kwa upana zaidi. Kwa hiyo ninakuandaa kwamba ujiandae mkao wa kura. Pesa imejificha wapi? Pesa iko wapi? Siri ya pesa iko wapi? Pesa, na kama pesa haihitajiki huko kwenye sari nyingine, bado iko hapa hapa. Sasa tunawezaje kuipata fedha na tusiharibu uhusiano wetu na Mungu wetu? Baraka za Bwana ziwe nawe. Ninatarajia kwamba utapata knowledge, utapata skills kutoka kwenye masomo haya yanayokujia hivi karibuni. Baraka za Bwana ziwe nawe. Ninakushukuru sana.